Naibu Waziri Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Mheshimiwa Seif Kombo Pandu amewataka wananchi kushirikiana kwa pamoja katika kulinda na kuhifadhi vyanzo vya maji ili kuhakikisha huduma ya maji safi na salama inaendelea kupatikana kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Amesema hayo katika hafla ya uzinduzi wa mradi wa ulinzi na uhifadhi wa rasilimali maji huko Matemo Kiashange, mkoa wa Kaskazini Unguja. Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Seif amesema serikali inaendelea kuimarisha huduma ya maji, hatua ambayo inachangia kuongezeka kwa upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi wa mkoa huo. Mkoa huu una hifadhi wa msitu na mabonde ambao ni muhimu katika mzunguko wa maji. Hili naomba nilikazie. Watu wengi walikuwa hawaelewi kipi kinapatikana katika mkoa wa Kaskazini, lakini naomba wana wa mkoa wa Kaskazini wajivunie na wahakikishe kwamba tunatunza rasilimali hizi za maji, vyanzo vya maji, kwa sababu nchi yetu hii inatutegemea katika kilimo ya mazao mengi ambayo tumeeleza hapa. Ndugu wananchi, mtakubaliana nami kuwa pamoja na baraka hii iliyojaliwa nayo mkoa wa Kaskazini, kuna viashiria vya matatizo na changamoto mbalimbali ambazo zimeanza kujitokeza, ikiwamo migongano katika matumizi ya maji na ardhi, kukatwa ovyo msitu na ukosefu wa usimamizi katika matumizi ya ardhi na mipango mji. Mradi wetu wa Folu ambapo na kuombeni sana tuende tukashirikiane nao na tuutunze mradi huu ili tuweze kupata mafanikio. Umekuja na mwarobaini wa kuanzisha mpango wa ulinzi na uhifadhi wa rasilimali maji mkoa wa Kaskazini Unguja. Matumaini yangu kuwa uongozi wa mkoa ambao mpo hapa wa Kaskazini Unguja hautakuwa nyuma katika kuunga mkono jitihada hizi pamoja na kutoa baraka zote katika utekelezaji. Naomba sana watu wa Kaskazini, mara nyingi miradi kama hii inapokuja tunaona ni jukumu la wale waliokuja na mradi, lakini nawaomba watu wa Kaskazini kwa umoja wetu, serikali ya Kaskazini, wananchi, masheha, watu wote ambao mpo hapa na wengine ambao wanatusikia kupitia vyombo vya habari hivi, twende tukaungane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwapa nguvu au tunakwenda kuupa nguvu mradi wetu huu wa Folu ili kuhakikisha kwamba hatwendi kuharibu vyanzo vyetu vya maji. Ndugu wananchi, nimearifiwa hapa wakati nimefika kwa mkoa huu tayari umeshaanzisha jukwaa maalum kwa ajili ya kuwakutanisha pamoja wadau wote wa mkoa huu. Tayari hilo swala limefanyika na ni swala jema mno, kwa sababu sasa tutakuwa tuna jukwaa maalum ambao tutakuwa tunakutana kuzungumzia mambo yetu haya muhimu. Nami naipongeza serikali ya mkoa kwa juhudi hii muhimu. Vile kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Kaskazini Unguja, Amer Ali Haji, ameipongeza serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo maji safi na salama ambayo inaendelea kuboresha maisha ya wananchi wa mkoa wa Kaskazini Unguja. Lakini pia naomba nichukue nafasi hii kwa heshima kutoa shukrani za dhati kwa serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna wanavyosimamia wananchi wetu, lakini kwa jitihada zao za makusudi za kuona tuwe ni mkoa wa mfano kwa suala hili la miradi ya maendeleo. Mkoa wetu sasa hivi unazidi kukua kwa sababu tuna enjoy miradi mbalimbali ya kimaendeleo, hususan kwenye miradi ya utalii, miradi ya barabara. Tuna miradi sasa ya miundombinu mbalimbali yakiwemo miradi ya maskuli na mambo mengine ya kimaendeleo. Lakini hususan kwenye mradi uliotukutanisha leo ambao kwa Zanzibar ndio mkoa pekee tunaofaidika nao. Sasa naomba nirejeshe shukrani za dhati kwa viongozi wetu kuona haja ya kutuletea maendeleo haya kwa wananchi wetu, lakini kuona fursa hizi za kimaendeleo ambazo sasa tayari wananchi wameanza kufaidika nazo.
Naye naibu katibu mkuu Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Bi Mwanajuma Majid Abdullah, amesema wizara imeandaa mikakati maalum ya uanzishaji wa mfumo madhubuti wa ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maji ili kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa kwa ufanisi na inakamilika kwa wakati ili kuleta manufaa yaliyokusudiwa kwa wananchi. Rasmi, kwa kuzingatia changamoto hizo, mpango huu umejengwa katika mikakati 7 mikuu ambayo ndio msingi wa mpango huu tunatarajia kuutekeleza. Mikakati hiyo, kwanza ni uhifadhi na usimamizi wa mazingira ya vyanzo vya maji. Pili ni ufuatiliaji wa matumizi ya maji na kudhibiti uchotaji usio endelevu. Tatu, uandaaji wa ramani na taarifa za rasilimali maji kwa kutumia teknolojia za GIS na remote sensing. 4, kuimarisha uwezo na taasisi kwa watendaji. 5, kuimarisha uratibu wa taasisi na ushirikiano wa wadau. 6, kuimarisha mifumo ya uendelevu wa kifedha. 7, kuanzisha mfumo madhubuti wa ufuatiliaji na tathmini za utekelezaji wa mpango. Akitoa salamu za mradi wa ulinzi na uhifadhi wa rasilimali maji, Bi Miza Suleiman Khamisi amesema lengo la mradi ni kukuza usimamizi jumuishi wa ardhi na urejeshaji wa mnyororo wa tathmini ya zao la mpunga ili kuzuia ukataji wa miti na uharibifu wa ardhi katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Kukuza usimamizi jumuishi wa ardhi na maji. Watu wa ardhi hao wote, watu wa maji ni partner, watu wa ardhi ni partner, watu wa kilimo ni partner, watu wa misitu ni partner wa humradi. Kwa hiyo sote mazingira ni partner. Wengi kabisa tuko hapa. Na hii ni urejeshaji wa mnyororo wa thamani wa zao la mpunga. Katika kilimo tumechagua katika zao la mpunga kote kule Tanzania bara na sisi ili kuzuia ukataji miti na uharibifu wa ardhi katika mandhari hizi ya Tanzania.